Karibu ndugu mpendwa mpambanaji, katika kipindi hiki cha leo na kuletea mada isemayo nguvu ya malengo. Katika maisha si rahisi kutegemea mabadiliko, aidha katika maisha ya mtu binafsi au katika taasisi au nchi kwa ujumla, bila kuwa na malengo. Katika taifa kwa mfano, tunaona kuna dira ya taifa. Kwa katika maisha yako wewe una nini ambacho kitabadili maisha yako? Hakuna mbadala wa malengo. Kwa hiyo tutajadili kuhusu nini nguvu ya malengo katika maisha yako, katika familia yako, katika uchumi wako, katika kazi yako au ajira yako, na katika afya yako na maeneo mengine yote ya kuhusu mafanikio kwa ujumla kwa maisha, hata vile vile katika imani yako. Kumbuka kwamba malengo yana nguvu kama mbegu na sumaku, kwa sababu yanavutia mafanikio kuja upande wako. Kwa hiyo hiyo ni nguvu ya malengo. Malengo yana nguvu kama mbegu na sumaku kwa kuvutia malengo au mafanikio kuja upande wako. Kwa kuweka malengo na mipango mikakati ni kuchagua mafanikio, na kinyume chake usipoweka malengo na mipango mikakati ni kuchagua umaskini. Na kataa kuwa mtu wa kawaida, kuwa mtu wa tofauti. Kataa kabisa umaskini, kwani sio kusudi la Mwenyezi Mungu, ni kusudi la shetani kukufanya kuwa maskini. Kwa kataa kabisa kuwa mtu wa kawaida, kuwa mtu wa tofauti. Kumbuka kuwa kila mtu amezaliwa na mbegu ya mafanikio. Mafanikio yako yako ndani yako. Mafanikio yako hayako mahali pengine popote. Mafanikio yako yanaanzia ndani yako. Mafanikio yako yako ndani yako, kama mbegu izaavyo matunda na kuzaa miti au mazao mengine kizazi na vizazi. Kwa hiyo lazima ulitambue hilo. Nitakupatia nguvu kuu 5 ambazo zitakuonesha ni namna gani malengo yanaweza kukubadilisha kuwa mtu wa tofauti. Kitu cha kwanza na cha msingi kabisa, tunapoweka malengo sio kwa sababu au kwa msukumo wa mafanikio ya vitu tunavyoviona kama magari, majumba au vitu vya kifahari kama hivyo. Kwa mtazamo wangu, na jambo la msingi kabisa ni kwamba malengo yanakuwezesha kubadilika kuwa mtu wa tofauti. So the purpose of goals is not to achieve visible or tangible things, is to change your life, to change your mindset, to change your lifestyle. Kwa ni kukubadilisha. Hilo ni kusudi kubwa sana, na nguvu ya kwanza kabisa ni kukubadilisha kuwa mtu wa tofauti kwa kuwa na fikra na mtazamo chanya. Kwa malengo yanakubadilisha kuwa mtu wa tofauti. Usiweke malengo kwa kusudi la kutengeneza pesa au kupata vitu ambavyo ni tangible. Hiyo inaweza kukatisha tamaa. Msukumo wa kwanza kabisa iwe ni kukubadilisha wewe kuwa mtu wa tofauti. Kwa hiyo ni nguvu ya kwanza ya malengo, kukubadilisha kuwa mtu wa tofauti. Malengo vile vile yanakusaidia kuweka vipaumbele katika kukujengea wewe uwezo. Unakuwa very selective. Malengo yanakuwezesha kuwa mtu wa kuchagua, sio mtu wa kila kitu. Hapana, unakuwa very selective. Unajua kitu unachokitaka na usichokitaka, na hiyo ndio tunasema kuna power ya kusema no. Katika utamaduni wa Kiafrika kusema hapana ni kama vile umemuumiza mtu au umemdharau mtu, lakini msingi wa kufanikiwa lazima uwe na power ya kusema hapana kwa kile ambacho unaona hakina manufaa katika maisha yako. Kwa hiyo hapo ni nguvu ya pili, vipaumbele katika kujengea uwezo wako. Namba 3, malengo yana nguvu ya kukuwezesha kujua kusudi lako la kuzaliwa. Kama tulivyoona katika video zilizopita, hakuna mabadiliko katika maisha ya mtu bila kugundua kusudi lake la kuzaliwa. Yanaweza katokea mabadiliko madogo ya muda mfupi, baadaye yakapotea. Kwa hiyo mabadiliko makubwa ya kukubadilisha wewe ni yale yanayotokana na malengo yako, kwa kugundua kusudi lako la kuzaliwa. Namba 4 ni ufanisi, ubora na tija. Nguvu ya malengo imejificha katika kukuwezesha wewe kuwa mtu wa ufanisi, kuwa high performer,
kuwa mtu wa kufanya vitu kwa utofauti, kuwa unique na kuwa na brand na kuwa mtu mwenye tija. Kwa hiyo hiyo ni nguvu ya 4 ya malengo. Nguvu ya 5 ni matokeo yake, kuwa na mafanikio. Kwa watu wanaanza kuwa na mafanikio kama mti unavyoanza kama mbegu, baadaye unakuwa mmea, baada ya mmea unazaa matunda. Kwa hiyo nguvu ya malengo ipo katika maeneo hayo 5 ambayo nasema, kwanza kabisa ni kukubadilisha wewe kuwa mtu wa tofauti, yani kuwa na fikra mtazamo chanya. 2 ni vipaumbele katika kujengea uwezo. 3 kugundua kusudi la kuzaliwa. 4 kuwa mtu wa ufanisi, ubora na tija, na mwisho ni kilele chako cha mafanikio. Kumbuka, malengo yanakuwezesha kukufikisha mbali kulingana na kusudi la Mwenyezi Mungu alilokuleta hapa duniani. Toby Robinson aliwahi kusema kwamba goal setting is the fundamental key to success. Goal setting is the fundamental key to success. That is by Tony Robbins. Kwa hiyo malengo ni msingi wa mafanikio yako. Weka malengo, panda mbegu ya mafanikio. Think smart.